ni kuandaa tamasha kubwa ambalo la michezo ya aina mbalimbali ambalo tunafikiri litafanyika tarehe 18 mwezi huu wa 10. Kwa hiyo pia tunawakaribisha sana kwa tukio lililoko mbele yetu tarehe 18. Tujumuike pamoja, tufanye mazoezi pamoja, tuweze kujikinga na magonjwa. Watu wote katika jamii, taasisi mbalimbali tutakutana, tutafanya mazoezi kwa pamoja, lakini pia tutapata elimu ya afya. Watu wengi hawapendi mazoezi. Watu wengi hawafanyi mazoezi. Lakini tumekuja kuhamasisha kwa sababu mazoezi ni muhimili wa afya. Sababu mtu anaweza akawa na infection, si ndio hivyo? Infection yote, hata UTI, akawa anakojoa mara nyingi lakini kidogo kidogo, si ndio hivyo? Akafikia ni UTI tu, akaenda akachukua dawa. Kumbe tayari changamoto ni nini? Ni sukari. Mtu anaweza akawa anaumwa kichwa akasema kwa sababu leo sijenywa maji mengi, hebu ngoja ninywe maji. Kumbe changamoto ni pressure. Kwa hiyo mtu tuseme anapopata dalili kama hizi, nasikia mwili hauko vizuri, ni vema akafika hospitali akafanya vipimo. Mara nyingine sio vipimo vya gharama. Kwa mfano kupima pressure na sukari ni vitu vya kawaida ambavyo unaweza kupima ukajua afya yako inaenda vipi. Walau hata mara moja mara mbili kwa mwaka. Kwa sababu kama hautojua awali, ukija kujua wakati tayari una changamoto, matibabu ya magonjwa ni gharama sana. Itakuchukua gharama kubwa, inachukua muda mwingi. Kwa hiyo hata kama ni mtu ulikuwa unafanya kazi kama hapa, shughuli zako zinasimama, shughuli za uzalishaji, tayari unaleta umaskini. Tiba kuu ni nini? Tiba kuu? Tiba kuu ni kinga. Ni kukinga kabla ya kutibu. Inamaanisha ni kubadilisha mfumo wa maisha. Ndio sababu tunasema tunaongelea umuhimu wa mazoezi, michezo. Ni kuandaa tamasha kubwa ambalo la michezo ya aina mbalimbali ambalo tunafikiri litafanyika tarehe 18 mwezi huu wa 10. Sasa litajumuisha kina nani? Ni vikundi tofauti tofauti. Sasa hapa tumekuja na wawakilishi wachache ambao wataelezea kwenye vikundi vyao. Ni pamoja na watu wa jogging ambao tunafikiri ni mazoezi mepesi kuliko yote. Tuna watu wa gym ambao wanafanyisha watu mazoezi na michezo mingine, sio? Kwa hiyo kwa kushirikiana na wenzetu nafikiri tarehe 18 tutakuwa na hilo tamasha kubwa sana la michezo ambalo kwa mara ya kwanza kwa kushirikiana na wenzetu tutalifanya hapa Arusha. Itatusaidia kujenga utamaduni wa kuanza kuthamini michezo, wa kuanza kufikiria michezo kwamba ni kinga ya maradhi kama daktari alivyosema hapa. Tiba kubwa ni kinga. Sio? Sasa ni vizuri wakati tukiwa bado tuko vizuri, wengine tukafuata hiyo kinga zaidi ya michezo, ambao kwa kweli ni maamuzi tu. Haina gharama kubwa, sio? Ni maamuzi tu kwamba unaamua kushiriki michezo basi. Kumbe hapo pamoja na kuweka mwili wako fiti, ni unajikinga na haya maradhi ambayo kwa kweli yanaweza yakazuilika. Kwa hiyo tumepanga hilo. Sasa katika kupanga hilo ni kwamba tuko na wadau mbalimbali. Of course tunawashirikisha na wenzetu wa wataalamu wa afya. Katika leo bonanza pamoja na mazoezi hayo pia kutakuwa na utoaji wa elimu kuhusu haya maradhi ambayo hayaambukizi. Na nia ni ile ile kwamba kuwapa watu uelewa ili wafanye maamuzi ya busara kwamba kumbe unaweza ukaamua kufanya mazoezi ukawa umejikinga, kwa sababu tiba ya haya maradhi kwa kweli ni gharama kubwa. Sasa tunafikiri kwa kweli itatusaidia, lakini tunataka na jamii leo, na ndio maana tunawashirikisha sana hawa wataalamu wa sekta ya afya ili watoe hiyo elimu kwa jamii. Kwa hiyo pamoja na hiyo michezo itaandamana na utoaji wa hiyo elimu kwa maradhi haya ambayo kwa kweli tunafikiri yako ndani ya tunaweza tukayazuia sisi wenyewe. Vijana wanapata changamoto sana kwenye masuala mazima ya ajira pamoja na uchumi, lakini pia katika masuala mazima ya kiuongozi, kwamba youth needs the representative kwenye position mbalimbali. Nimepata nafasi ya kuwa kati ya wa bunge la vijana Afrika Mashariki 2025-2026. Tulikuwa tukizungumzia masuala maadhimu
ya ushiriki wa vijana katika masuala ya uongozi, lakini pia katika masuala ya uchumi. Tuliona kwamba kama vijana sasa tumekuwa tuna changamoto katika upande mkubwa wa ajira. Tukiangalia kwa mfano katika nchi yetu sisi wenyewe Tanzania, we have 70% of youth au ajira kwa vijana zinatokana na non-government organization au taasisi ambazo sizo za kiserikali. Sisi kama advocate au sisi kama youth representative tunafanya nini? Tunahamasisha vijana kwanza kujiajiri, lakini pia kushiriki katika mambo mbalimbali ya kijamii ambayo yanaleta maendeleo katika jamii. Kwa mfano hizi program mbalimbali, raising awareness programs za masuala ya kijamii, lakini pia kama sasa hivi tunaenda kuwa na hii platform ambayo itawasaidia vijana kukutana na jamii, watu wazima na wazee, watu wote katika jamii, taasisi mbalimbali, tutakutana, tutafanya mazoezi kwa pamoja, lakini pia tutapata elimu ya afya, ikiwa afya ya magonjwa yasiyoambukizwa pamoja na afya ya akili. Yes, kwa sababu changamoto kubwa tumeona inakuja kwa vijana ni masuala ya ajira, kukosa youth representative katika nafasi mbalimbali. Lakini pia mental health has now becoming a very big problem in our society. Mara nyingi yoga nawaambia vijana wenzangu kwamba the change begins with you. Once you want to change, you want to improve. Yes. Kwa hata ili jukwaa ambalo limeandaliwa au ili tukio ambalo limeandaliwa na kujumuisha hizi jogging clubs zote za mkoa wa Arusha, tunaenda kuhamasisha sasa community inclusivity katika mambo mbalimbali ikiwemo mazoezi pamoja na na afya, kwa sababu mazoezi ni sehemu ya afya. Tumekuwa na changamoto kubwa sana ya matatizo ya afya ya akili, lakini pia magonjwa yasiyoambukizwa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi wote, vijana kwa wazee, washiriki katika tukio hili, kwa sababu itatusaidia kujijenga kama jamii na itatusaidia kuimarisha afya zetu. Lakini hii haitakuwa mwisho. Tutaendelea zaidi na zaidi kuhamasisha mazoezi kwa ajili ya afya na shughuli mbalimbali za kijamii. Mazoezi yapo mengi. Tunapozungumzia mazoezi ni mchanganyiko wa mazoezi mengi ya kila rika. Mazoezi si ya vijana tu, ya kila rika. Mazoezi yana syllabus zake. Kwa utaanza hapo utafika hapa mpaka utapozoea. Na sisi tupo kwa ajili ya kuhamasisha watu kwa ajili ya kufanya mazoezi kwa ajili ya afya, kwa sababu ya kuepuka magonjwa yasiyoambukizwa. Na hilo ni jambo muhimu sana. Saizi kumekuwa na watu wengi hawapendi mazoezi. Watu wengi hawafanyi mazoezi. Lakini tumekuja kuhamasisha kwa sababu mazoezi ni muhimili wa afya. Hata ukirudi kwenye vitabu vya dini wameandika, kusoma pale kwenye Timotheo ile waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 4 mstari wa 8 anasema mazoezi ya mwili yafaa. Kwa hiyo tunapofanya mazoezi inatujengea afya tena. Ushiriki wa watu kwenye mazoezi ukoje? Hasa mwamko bado ni mdogo. Na maana tuko hapa leo, tunashukuru wenzetu walioandaa hili tamasha. Nadhani litainua mwamko mkubwa kwa ajili ya watu kuendelea kufanya mazoezi kwa ajili ya afya zao. Jambo moja muhimu ni kumhamasisha kila msikilizaji kuanza kuchukua hatua ya kufanya mazoezi kokote aliko, lakini asikose tarehe 18. Ni jambo kubwa kwa sababu tunafanya mazoezi tukipewa elimu ya afya, sio jambo dogo. Usipokula chakula kama dawa, yani chakula kwa kiwango kidogo, kuna siku utakula dawa kama chakula. Matibabu ya magonjwa haya yasiyoambukiza ni gharama, lakini kuyakinga pia inawezekana kwa kushughulisha mwili, kufanya mazoezi walau kila siku, walau dakika 30 fanya mazoezi, mwili utoke jasho kidogo. Ukiwa kazini basi usikae masaa 8 tu umekaa kwenye kiti. Baada ya masaa 2 amka, shughulisha mwili kidogo ili tuweze kutumia kile tunachokula kuliko kujikusanya na kutuletea maradhi. Kwa hiyo pia tunawakaribisha sana kwa tukio lililoko mbele yetu hiyo tarehe 18. Tujumuike pamoja, tufanye mazoezi pamoja, tuweze kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza kwa pamoja.